Katika video zilizopita tulijifunza sana kuhusu data type na variable, na tumeongelea data types nyingi. Tumeongelea kuhusu integer, character, boolean, tumeongea pia kuhusu double, lakini hatujaongea kuhusu string, flat hatujaongea. Lakini katika video hii tutaenda kuongea kuhusu string na tutaangalia mengi zaidi yanayohusiana na string. Lakini vitu vingi tushajua namna vinavyofanyika. Kama umezingatia zaidi video zilizopita na umefanya mazoezi, tayari umeshajua namna ya kuprint, namna ya kutoa output na namna ya C++ syntax yake vizuri inavyokaa. Nadhani mpaka hapo umeshaelewa fresh. Kwa hiyo katika video zinazofuata nitakuwa siongei sana, kwa sababu kuna vitu vingine tayari tushaviongea namna maana yake. Hiyo itakuwa haina haja kuongea sana. Okay, katika video hii tuanze kwa maana ya string. String ni data type ambayo inatumika kuhifadhi maandishi, yani text. Naona lakini tujifunza pia char. Char na yenyewe pia inahifadhi maandishi, lakini yenyewe inahifadhi herufi moja tu, haiwezi kuhifadhi herufi mbili. Kwa hiyo sasa ndio ikaja hii nini string kuhifadhi, ndio ikaja solution ya hii string, ikawa inaweza kuhifadhi maneno mengi, inaweza kuhifadhi sentence au maandishi mengine marefu kama hivyo. Kwa hiyo string ni hizo data type nyingine ambazo zote tumejifunza, sio ni zimeandikwa kwa misingi ya nini, ya C++ direct. Lakini string ni tofauti kidogo, kwa sababu yenyewe imeandikwa kwa library, imeandikwa kwenye library ya C++ standard library ambayo ipo ndani ya nini, ya namespace inayoitwa std. Kwa maana hata hii std ni library ambayo ina vitu vingi ambavyo kama cout, cin ambayo ni input, tutakuja kuangalia vizuri baadaye. Kwa hiyo hata string ipo ndani yake pia. Sasa ngoja tukaangalie namna inavyokuwa executed, namna inavyoandikwa fresh. Kwa hiyo ni string, tukaangalia namna inavyokuwa declared na namna inavyokuwa assigned. Tutaanza hapo. Hii inaanza na std, tumesema sio kama nyingine inaanza na nini. Kwa hiyo inaanza na std cout std, afu unakuja string, std string, then hapa sasa ndo unaandika nani yako sasa, variable yako. Kwa hiyo tutaandika yote ambayo itakuwa na jina. Sometimes unaweza kuweka namba, lakini kuna namna ya kuweka namba ikawa kwenye mfumo wa nini, wa string. Hapa tunaweza tukaweka, kwa mfano tuweke nini kabla, username sawa na admin, tukaweka pia std, tukaongeza nyingine string nyingine, labda tukaweka id number sawa na moja. Lakini hata ukiweka namba bado itakuwa nini, itakuwa unaiweka kwenye ndani ya hizi funga sehemu na funga sehemu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni string. Hauwezi ukaweka tu namba kama na nyingine. Hata namba unaweka kwenye mfumo wa nini, una string. Okay, tuende kwa nani
tuende kuifanyia output cout. Hapa tukaweka mbwembwe labda andika username yako, username yetu alafu sasa hapa mbele ndo tukaweka jina la variable yetu ambayo ni username hivyo, si ndio? Na tukaweka na hivi tuweka na /n kwa ajili ya kuacha nafasi ili tu print hii ID number. Kwa sababu tukafanya hivi /n then na tukaongezea hapa, na tukaiongezea hapa hiyo nini hiyo hii ID number, lakini tukaiongeza hapa kwa kufanya hivi si basi na uhuru sana. Kwa hiyo hapa tukaweka ID number hizi, aseme namba yetu ni na utambulisho ni kaweka hivi, then kaweka hii nitakiweka kwenye nini ndani ya funga semi na funga semi kwa sababu ni string. Kwa hiyo tutaweka hiyo hapo, then tutaita nini variable yetu ambayo hii ndo kwa hii ndo hii hapa, then baada ya hapo tukaweka std au tunaacha hata hivyo bila shida yoyote na ikawa sawa. Tunaweza tufanye nani hapo, tuna compile hapa, nichukua muda compile. This is not normal. Of course nimecompile, kwa nini imechukua muda? Haya, muone imekuja username wetu ni admin, ambayo utambulisho ni moja. Kwa hiyo inawezekana pia, lakini hapa tukiamua tukaweka tukaweka hivi, yani hapa nyuma tukafanyaje, tukaongeza std yote ni sawa. Ukiandika hivi ni sawa, ukiandika hivi nini ni sawa, lakini unaweza kaongeza na nyingine hapa, unaweza kaongeza vingine vingi. Kwa hiyo hapo mpaka hapo nadhani, lakini pia tunaweza tukabadilisha hii, tukaweka namba hapa kwenye hapa, kwa sababu na tukaongeza int hapa, int hapa tuite id number kwa kitu hivi, then tuweke sawa na nini na 1, then if sasa nadhani ni mwana tofauti wa string na tofauti wa string na nani nyingine na
na data type nyingine. Kwa mfano hii string na int hii hatujana chochote, lakini hii tumeanza na std. Tukitoa std hapa, hii utaona ifanya haijulikani, yani inaleta, lakini hapa tukiweka hiyo pia itafanya kama kawaida. Hapa hatujaiweka hii kwenye ilalamika. Utaona imerudi kama kawaida, lakini pia tunaweza tukafuta hizi tukazifuta hizi kabisa. Alafu tukifuta hizi tuta include ile std, tutatumia ile std ambayo inafanyaje, inabeba hizo zote. So tunaweza tukasema using namespace std, ambayo tumesema hii ni library ambayo ilikuwa inachukua hii cout na string zote. Kwa hiyo pia tukitumia hii itafanyaje, italeta matokeo kama haya. Tuone username ni mwane. Kwa hiyo usikariri, ni wewe tujiachie. Huku kwenye C++ bwana kuna uhuru mkubwa, kwa hiyo ni wewe tu utaifanya mazoezi vizuri, na tutakuja kuiongelea zaidi sana hii string kwenye topic za mbeleni sana, lakini kwa sasa hivi elewa vizuri hivi. Ukishaelewa tu hapa, mbeleni itakusumbua na utaweza kuitumia vizuri. Kwa hiyo mpaka hapa mimi niseme sina la ziada kwenye string kwa leo. Tutaendelea vizuri, tutaongea vizuri kwenye video zijazo na mambo yataenda vizuri.